Yesu asifiwe majeshi. Yesu asifiwe watu wa Magole. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sisikii sauti za washindi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya majeshi ya Bwana. Haleluya majeshi ya Bwana. Usikie majeshi yakimpigia Bwana kelele. Usikie majeshi ya watu wa Magole. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen, amen, amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema na kibali ambacho ametupatia. Tuje kwako tukutangazia habari njema za wokovu, habari njema za mfalme huyu Yesu Kristo ambaye alikubali kufa msalabani kwa ajili ya wewe mtu mmoja mwanadamu katika ardhi hii ya Magole. Na leo Yesu Kristo ameamua tena kuachilia watu wake. Na leo tena Yesu Kristo ameamua tena kuachilia watu wa ardhi hii ya Magole. Akasema nimeona wanateseka kwa muda mrefu. Akasema nimeona wamechimbiwa katika mashimo. Anasema nikaona wapo katika giza, wamefichwa katika mateka. Hapana asemaye rudisha. Lakini leo Bwana amewachilia watu wake. Lakini leo Yesu Kristo amekuja na ukombozi mpya. Amekuja na ukombozi mpya. Upate kusikia tena habari za Yesu. Upate kusikia tena habari za mwanaume Yesu. Ya kwamba alikuja duniani kwa ajili ya mtu mmoja aitwaye mwanadamu. Tena aliyejawa na dhambi nyingi. Tena aliyejawa na mateso mengi. Akasema nitashuka nikapate kumponya. Akasema nitashuka nitakufa kwa ajili yake. Nitatundikwa msalabani kwa ajili yake ili niweze kumwokoa. Na huyu Mungu aliyenituma kwa nikapate kuikamilisha kazi ya kwake. Kama unaamini ya kwamba Yesu Kristo amewachilia watu wa Magole, hebu shangilia tena. Hebu shangilia tena. Shangilia tena. Shangilia tena. Amen, amen. Naomba tuende kidogo tusome hapa kutoka katika maandiko matakatifu, kitabu cha nabii Isaya sura ya 60 ule mstari wa kwanza. Amen. 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 Basi nabii Isaya sura ya 60 ule mstari wa kwanza anasema, ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Haleluya. Haleluya. Watu wa Magole, Bwana Yesu asifiwe. Neno lake Yesu Kristo halijaja bure. Watu wa Mungu waliotumwa katikati ya ardhi hii hawajaja bure, bali wamekuja ili wakutambulisha kwamba nuru sasa imekuja. Nuru sasa imekuja katikati ya shida yako, katikati ya kile ambacho uliona umesumbuka nacho kwa muda mrefu. Nuru yako imekuja leo ya kwamba inuka ukapate kuangaza, kwa maana wokovu umekuja nyumbani kwako. Kwa maana nuru imekaribia katikati ya malango yako. Kwa maana nuru imekaribia katikati ya familia yako. Kwa maana nuru imekaribia katikati ya uchumi wako. Ni saa ya kuangaza. Ni saa ya kumpokea Yesu Kristo. Ni saa ya kumkiri huyu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine atauliza, niondoke niangaze kwa kuwa nuru imekuja. Kwani nuru ni nini? Kwani nuru ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nuru ni Yesu Kristo. Sema amen. Sema amen. Nuru ndiye Yesu Kristo.
pasipo huyo hakikufanyika chochote. Na akasema palitokea nuru awezaye kumtia nuru kila mmoja. Nuru huyo ni nani? Nuru huyo ni Yesu Kristo. Nuru huyo ni Yesu Kristo. Mpendwa, sikiliza nikwambie, nuru leo imefika nyumbani kwako. Kubali ufungue fahamu zako, kubali ufungue moyo wako, upate kumpokea ili akapate kushughulika na kuangaza katikati ya lile giza ulizokuwa ukizifanya kwa muda mrefu zikuletea matokeo na ukaona zikuletea matokeo. Imekuja nuru iwezayo kufungua, iwezayo kuondoa giza, iwezayo kuondoa kila aina ya ugumu unaoona katikati ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wameteseka kwa muda mrefu, wamefungwa kwenye maisha yao, wamefungwa kwenye ndoa zao. Mwambie hayaji hivi hivi. Mwambie hayaji hivi hivi. Sema tena, hayaji hivi hivi. Hayatakuja bure. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yatakuja mara baada ya wewe kukubali kumkiri Yesu Kristo ya kwamba nimeamua kumpokea, ya kwamba nimeamua nikimbilie kwake, nimeamua nikimbilie kwenye yeye ambaye anaiita nuru, nawe utapata kuangaza katikati ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ujio wa Yesu Kristo kwa mwanadamu ni pale ambapo utasema ya kwamba nimeamua kwa kinywa changu kumpokea Yesu Kristo, nimeamua kwa kinywa changu kuipokea hii nuru ikaribia katikati ya maisha yangu. Ndipo utakapoona matokeo, ndipo utakapoona kufunguliwa kwenye uzao wako, ndipo utakapoona kufunguliwa kwenye ndoa yako, ndipo utakapoona kufunguliwa kwenye uchumi wako. Kuna watu ukifika usiku anaanza kujuta kwa nini usiku umeingia. Ni kwa sababu hajaijua nuru. Lakini yupo nuru awezaye kumtia nuru kila mmoja, hata kushughulika na mambo yake, hata kushughulika na mambo yake, ya kwamba hata utakapoingia usiku nuru itasimama kumulika yule adui yake ambaye huwa anasimama kumwangamiza, ambaye huwa anasimama kumloga, ambaye huwa anasimama kuchezea hatima yake, ambaye huwa anasimama kuchezea watoto wake. Ukiingia katikati ya nuru unaangaza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiingia katikati ya ile nuru, mtu wa magoli, inaingia, inapenya, inamulika wale watesi wako, tena haiachi salama. Ikishamulika inaua kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ya majeshi yakipiga, yakiua. Hiyo ndio maana ya nuru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba kisha ingia ndani ni kuharibu kila kilicho kinyume, kwa sababu Mungu anampenda mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anawapenda wote, lakini zaidi anasema ya kwamba ninawapenda wale wanipendao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukakumbilia hapa, lakini kama hujakubali kumpokea Yesu Kristo aingie kwenye maisha yako, upendo utakuwepo, lakini sio sawa na yule ambaye ameingia kwa Mungu mazima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katikati ya mji huu, katikati ya usharika huu wa Magole, katikati ya mtaa huu wa Magole, anasema mimi ni MKKT, mimi ninasali, mimi kila Jumapili ninahudhuria, ninafunga Kwaresma. Unaweza ukawa unafunga, lakini nuru haiko ndani kwako. Kitu ni kimoja, nuru ingie ndani yako. Kitu ni kimoja, nuru ingie ndani yako. Ndipo tutaona matokeo ya kufunga siku 40.
sana sana. Kwa kweli mimi huwa nawapokea watu wakiwa wanakuja, wageni wanawapokea nyumbani kwangu, nawapikia, nawaandalia vizuri sehemu ya kulala. Sikiliza nikwambie, pamoja na ustaarabu wote na kujitoa kote, kama Bwana hayuko ndani yako ni sawa sawa na kitu bure. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubali kumpokea Yesu afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ondoka kule kwenye UKKT, ondoka kule kwenye udini. Tumekuja kuzitangaza habari njema za Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi jamani ni UKKT. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini isingekuwa ina maana. Shangilia tena aliyekazia hapa. Shangilia. Jamani, kwa Yesu kuna raha. Kwa Yesu kuna raha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka kubadilisha mfumo wa maisha yako kwa kuwa umemtegemea Mungu, kubali kuokoka. Kubali kukiri kwa kinywa chako ya kwamba ninampokea Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuletea nuru, lakini usipoipokea utaendelea kuwa hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ondoka uangaze kwa kuwa nuru imekuja. Ni saa kwako kuangaza. Ni saa kwako kutoka kwenye utumwa. Ni saa kwako kutoka kwenye hilo giza. Ni saa kwako kutoka kwenye hayo mashimo, kutoka kwenye hayo mateka. Adui amekutumikisha vya kutosha. Kuna watu wamewekwa wanafanya kazi kwenye mashamba ya wenzao, ilhali yeye kila atakapopanda hawezi kuvuna. Kila atakapopanda anaambulia magugu. Yupo Bwana ambaye atabadilisha leo. Yupo Bwana ambaye ukiingia kwake mazima naye anakubadilisha mazima. Haleluya, keria makaria zente. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ubadilike kwa jina la Yesu. Nakuombea ubadilike kwa jina la Yesu. Ninakuombea ubadilike, utoke katika hizo fikra za kutokuamini jina na maneno ya Kristo. Haya tunayokuambia ni ya kweli, wala hatujatunga, bali ni Mungu mwenyewe ambaye anataka kubadilisha leo. Haleluya. Haleluya. Kuna watu kuna watu wanasali lakini bado wanateseka na maugonjwa. Anashinda hospitali. Tena wengine wanasali lakini wanaenda kwa waganga. Hii ni kitu inahuzunisha kwa Mkristo. Lakini pia hata wale wasio wa Kristo, ni wakati wako sasa. Ni wakati wako sasa. Bwana amewapendelea watu wa mji huu. Tungeweza kwenda hata huko mikoa mingine. Tungeweza kwenda hata vijiji vingine tofauti na Magole. Lakini ni neema ya ajabu na upendo wa ajabu wa Yesu Kristo kusema ya kwamba ninataka mwende kwenye ardhi ya Magole, mkawafungue watu wakawe huru, mkawatangazie watu habari zangu ya kwamba nipo, bado sijawasahau. Naumu 1:9 atema, mnawaza nini juu ya Bwana, naye Bwana atakomesha hakika. Mateso yenu hayatainuka mara ya pili. Mtu wa Magole, unawaza nini juu ya Bwana? Unawaza nini juu ya ujio wa watumishi wa Bwana kukutangazia habari njema, kukutangazia habari za huyu Yesu? Unawaza nini? Unawaza nini? Wale Mafarisayo walikuwa wakimuuliza Yesu, Bwana watu wako wanaketi pamoja na wenye dhambi. Bwana watu wa Yuda wamekuja kwenye mji wa Magole, mji uliojaa na watu wenye dhambi, mji uliojaa na watu wasio
ugonjwa hawahitaji tabibu. Haleluya. Haleluya. Sisi tulishakombolewa kwa damu ya Yesu. Akasema nendeni na magole mkawatangazie habari njema ya kwamba nipo kwa ajili ya wale wenye dhambi, ya kwamba nipo kwa ajili ya wale wenye dhambi. Akamalizia chini akasema, lakini mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kuwasamehe dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu Kristo aliyetutuma kwenu anao uwezo wa kufungua maisha yenu. Anao uwezo wa kusamehe dhambi zenu. Kuna wengine walifanya dhambi za kuua, kuna wengine walifanya dhambi za uzinzi, kuna wengine walifanya dhambi za kuchezea maisha ya watu, lakini Bwana anasema nimewakumbuka tena watu wa mji ule, nitaenda niwaambie ya kwamba nalikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Si mshangilie kwa ajili ya upendo wake. Shangilia tena kwa ajili ya upendo wa Yesu. Shangilia tena kwa ajili ya upendo wa Yesu. Ukisoma Yohana mtakatifu ile sura ya 3 mstari wa 16. Sasa hii ngoja tusome, wasije wakasema hao watumishi wa Dodoma waongo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana mtakatifu 3 mstari wa 16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Haleluya. Haleluya. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Hivi uone kama ni upendo wa Yesu? Uone kama ni upendo wa Yesu? Upendo wa Yesu. Mama, umefika nyumbani kwako leo, lakini kinachohitajika ni kimoja. Kama ulikuwa mguu pande mguu sawa, simama mguu sawa, mwambie naingia kwako Yesu. Ndipo atakapokusaidia, ndipo atakapofungua na kubadilisha hali ya maisha yako, ndipo atakapokuregeshea na kurejeza uzao wako uliokuwa umekukimbia kwa sababu ya uchawi, kwa sababu ya dhiki, kwa sababu ya umasikini. Ukikubali kuingia, anasema njoo mwanangu, njoo mwanangu, ninakupumzisha, ninakupumzisha. Kwa hiyo kubali kuingia kwa Yesu ili apate kukupumzisha na kukurejeshea katikati ya yale yote ambayo yaliondoka kwako kwa sababu ya uasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe wakati mwingine dhambi inakufanya uondokewe na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hapa wamepoteza ndugu zao kwa sababu ya dhambi zao. Kuna watu wamepoteza watoto wao kwa sababu ya namna na matendo ambayo wamewafanyia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana yupo leo kukurejeshea. Haleluya. Bwana yupo leo kukurejeshea. Haleluya. Bwana yupo leo kuhakikisha vile vyote ambavyo vililiwa, viliharibiwa, vilifukiwa, Bwana Yesu ukimpokea anakwenda kuvirudisha, anakwenda kuvirejesha, anakwenda kuvirudisha vyote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo wa Mungu ni wa ajabu na ni mkuu kwa mwanadamu. Alisema sasa nimtume nani ulimwenguni? Mwanawe pekee akasema nitume mimi, nitume mimi. Haleluya. Haleluya. Ni Yesu Kristo ambaye ataweza kubadilisha maisha ya kwako. Ni Yesu Kristo ambaye ataweza kubadilisha
Yesu asifiwe. Uhuru, uzima, ushindi, vyote vipo kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Majeshi shangilia kwa ajili ya upendo wa Mungu kwa watu wa Magole. Shangilia tena. Haleluya. 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 Wakati wako umefika. Ondoka hapo ulipo. Mwambie adui huna nafasi tena. Nataka nimkimbilie Yesu. Mambo yangu yapate kubadilika. Nione matokeo kuhusu huyu Yesu. Nione matokeo kuhusu huyu Mungu. Niachane na udini, bali nione huu udini ukinisaidia kwa habari ya kumjua Mungu na kwa habari ya kumtumia Mungu ili aweze kusaidia maisha, ili aweze kusaidia uchumi, ili aweze kusaidia familia, ili aweze kusaidia uzao, ili aweze kusaidia hao ndugu zako ambao ulikuwa unawapoteza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Anasema kwa maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Na huyo mwana, kumbuka pale mwanzo tulizungumzia kwa habari ya nuru. Huyo mwana ndiye nuru ambaye ni Yesu Kristo. Akasema sikuja kuhukumu ulimwengu, bali nilikuja ili niuokoe ulimwengu. Zamu yako imefika, mtu wa Magole. Zamu yako imefika. Mwambie nakubali kuja kwako Yesu ili niweze kukombolewa katikati ya haya magumu ambayo ninayaona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukasimama juu. Simama hapo ulipo, mtu wa Mungu. Simama hapo ulipo. Simama hapo ulipo. Majeshi naomba tutawanyike kwa ajili ya kuwasimamia watu. Kama umekaa naomba usimame. Simama tu kwa sababu Mungu anakupenda. Simama tu kwa sababu Mungu ametaka wewe ukubali kuja kwake. Ametaka, ndio maana amewatuma watumishi wake kuja kwako katikati ya siku hii ya kwanza. Usikubali ikupite. Usikubali neema ambayo Bwana ameileta kwako ikupite. Tambua hilo mpendo. Watu wote tunaomba msogee hapa. Watu wote tusogee hapa mbele. Majeshi naomba tusaidizane kuwasogeza watu ambao Mungu amewapenda, akaamua warudie tena kwa ajili ya kuwaokoa. Akaamua warudie tena. Mungu anawapenda wote. Mungu anawapenda wote. Ndio maana Yesu Kristo anasema sikuja kwa ajili ya wenye haki, bali nilikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Tena akasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwa hiyo hakusema njooni enyi matajiri, njooni enyi maskini peke yake, njooni enyi wenye ugonjwa peke yake. Alisema njooni ninyi nyote. Njooni ninyi nyote. Saa wokovu na neema ya nuru imekujilia kwako. Ni wakati wako sasa. Ni wakati wako sasa. Wala usiogope. Wala usiogope kabisa. Usiogope kabisa. Sogea tu, sogea tu. Uwe kijana, uwe mzee, sogea tu. Majeshi naomba tusaidizane kuwapa viti wale ambao ni wazee sana. Wape tu viti ili wasichoke wakiwa wamesimama. Basi hapo hapo ulipo unaweza ukafumba macho yako. Hapo hapo ulipo unaweza ukafunika macho yako.
tusaidizane. Majeshi naomba tusaidizane. Simama tu. Nyosha mkono wako tu. Nyosha mkono wako tu. Saa ya wokovu ni sasa na neema imeingia. Ukaondoka hali ukiwa na mashaka moyoni mwako. Yupo Bwana awezaye kukusaidia. Yupo Bwana awezaye kukusaidia. Nyosha tu hapo, watakuja watumishi wakuchukue hapo. Wala usiogope. Usiogope wala kumwangalia jirani yako. Anasema katika ile siku ya mwisho wewe peke yako ndio utakayetoa hesabu ya matendo yako na vile ulivyokuwa ukiishi katikati ya ulimwengu huu wa sasa. Atakapokuja Kristo kwa mara ya pili, wewe utatolea mahesabu. Utatolea mahesabu wewe mwenyewe, wewe peke yako. Sogea tu mbele, usiogope. Sogea tu mbele, usiogope. Usiogope mpendwa. Usiogope. Nyosha tu alafu unasogea mbele. Nyosha tu. Kuna mwingine atasema mimi ni mzee wa kanisa ninaogopa. Usiogope kwa sababu kuokoka ni jambo la mtu mmoja na sio jambo la kanisa wala sio jambo la kikundi fulani, bali ni jambo la mtu mmoja kufanya uamuzi binafsi ya kwamba nimeamua kumpokea Yesu. Ya kwamba nimeamua kumpokea Yesu Kristo. Majeshi naomba tujitahidi kuwa makini zaidi katikati ya ibada hii inayoendelea na maombi haya yatakayokuwa yanaendelea. Nguvu za Bwana ziko mahali hapa kwa ajili ya kuwahudumia walio wake siku ya leo. Nguvu za Bwana ziko mahali hapa. Usiache kuomba ewe majeshi, usiache kuomba. Basi naomba nimkaribishe mchungaji mwenyeji kwa ajili ya kuongoza sala ya toba kwa hao watu ambao wamekubali kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Karibu baba. Basi kwanza niwapongeze kuchukua hatua hii ya kumpata Yesu moyoni. Sasa tunapokwenda kuongoza sala hii, basi naomba ikusema Bwana, Bwana, nakuja mbele zako. Mimi mwenye dhambi. Mimi ambaye sistahili mbele zako. Lakini kwa neno lako, kwa ujumbe ambao umeuleta kwangu, leo nimesikia, leo nimegundua ya kwamba ni mwenye dhambi na nilikuwa nimekukosa sana na nilikuwa mbali na wewe. Sasa leo nimeamua kwa hiari yangu kukupata Yesu, kukuchukua Yesu, upate kukaa moyoni mwangu. Ninatubu, nisamehe dhambi zangu zote. Niumbie moyo ulio mpya kabisa leo, uliopondeka kabisa, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba, naomba msaada kutoka kwako, niwezeshe kutembea na wewe kuanzia siku hii ya leo. Nitembee katika upya wa maisha, nipate kuyafanya mapenzi yako, katika jina la Yesu. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, katika jina la Yesu. Nimeomba na kuamini. Amen. Usiondoke mliopo mahali hapa.
Majeshi ya Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inatuambia kwamba alitukomboa katika ufalme wa giza na kutuweka katika ufalme wa mwana na pendo lake. Sasa tunaenda kuwakabidhi hawa watumishi wa Mungu ambao wamempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwao. Kwa hiyo tunaenda kuwakabidhi mbele za Mungu, akayalinde maisha ya kwao, akatembee na maisha ya kwao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majeshi, naomba msiandike kwanza mashina. Naomba msiandike kwanza mashina. Tukawakabidhi kwanza mbele za Mungu, afu tutaenda kuandika mashina. Jeshi, kokote uliko, unaweza ukaingia kwenye maombi ukiwakabidhi watumishi wa Mungu ambao siku ya leo wameamua kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwao. Jeshi, popote ulipo, endelea kuwakabidhi watumishi wa Mungu, endelea kuomba kwa ajili ya kwao, endelea kuwategemeza mbele za Mungu aliye hai. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, Roho Mtakatifu, Mungu uliye mwaminifu, wapo watoto wako ambao wamekukubali siku ya leo. Baba, ulisema watakuonasa tena wame wote. Baba, ile nuru ya kwako ikasimame pamoja nao kuanzia majira haya hadi uzima wa milele. Baba, ukaongoze katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu aliye hai, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu aliye hai. Yale maagano yote yaliyofanyika kwa maisha yao, kwa damu ya Yesu inalipa gharama. Ile damu ya Yesu inalipa gharama. Ile damu ya Yesu inalipa gharama. Kwa watu wote, kwa watu wote, ile damu ya Yesu ndio inalipa gharama. Inalipa gharama. Ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Baba, tunatangaza ushindi juu ya lisha mali hapa, wacha maisha yao. Tunatangaza amani katika familia zao. Tunatangaza uzima katika maisha yao, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu aliye hai, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu aliye hai. Baba, ingia ndani yao na wenyewe ndani yako, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu aliye hai. Ongoza maisha yao, ongoza uzima wao, ongoza afya zao, katika jina la Yesu aliye hai. Omba jeshi, omba jeshi. Neema ya Bwana iko hapa. Nguvu za Mungu zipo hapa. Sasa ninaomba na kuita nguvu za Mungu kwenye vifungo vya aina yoyote katika maisha ya kwao. Siku ya leo vikawashie. Tunaenda kuita uwezo wa Bwana, tunaenda kuita neema ya Bwana, tunaenda kuita mamlaka ya Bwana. Omba kwa Mungu jeshi. Ita jina la Bwana mahali hapa, ita uwezo wa Bwana mahali hapa, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu aliye hai, katika jina la Yesu. Mpaka kule nyuma ndio uwezo wa Bwana unatembea ndio pande zote. Malaika wa Bwana takuta ambao wamekamatwa na hivyo vifungo, malaika wa Bwana tembea ndio tembea usa wote kwa jina la Yesu, wote kwa damu ya Yesu, wote kwa jina la Yesu. Jeshi, weka mikono jeshi, weka mikono watu mahali hapo, weka mikono kwa kubeba nguvu za Mungu, kubeba nuru ya Mungu. Weka mikono kwa ajili yao, weka mikono kwa ajili yao. Baba, vifungo vya aina yoyote kwenye maisha yao inawaachia katika hayo mashimo, wanachomoka saye. Haya tunawaita katika hiyo minyororo, tunawaita nao kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunawaita nguvu za Bwana, uwezo wa Mungu aliye hai. Tunawaita wote ndio wote wanakombolewa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, ile nguvu ya Bwana inatembea, inagusa wote waliokuwa hapa. Malaika wa Bwana, rejesha waliopoteza, rejesha
jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hapana atakayezuia, hapana atakayezuia. Siku ya kwanza tunaamini ya kwamba Mungu atafanya zaidi siku ya kesho. Amen. Basi tumkaribishe baba mchungaji tunapoelekea mwisho aweze kusema neno. Majeshi, mkaribishe baba. Ile Bwana Yesu kwa ajili ya hii mwanzo wetu mzuri sana kabisa. Lazima tumshukuru Mungu. Tunayo sababu kubwa ya kumshukuru Bwana Yesu kwa kuwatumia watumishi wake jioni ya leo. Naomba kesho tuwaambie na watu wengine waje pia waone neema ya Mungu. Amen. Bwana Yesu yuko hapa kama tulivyosema, na tutaona miujiza mingi Bwana Yesu atafanya. Amen. 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 Na kwa sababu tu ya muda tunatamani familia za watu wafike nyumbani mapema, wakaandae chakula mapema, lakini pia ili kesho tena waruhusiwe na familia zao. Amen. Nimkaribishe baba mchungaji aweze kama kuna matangazo aweze kututangazia kama wenyeji wetu. Baada ya hapo basi tutakuwa tunampa nafasi ya kumshukuru Mungu na kupatia baraka. Tunaahirisha ibada yetu kwa siku ya leo. Karibu sana baba. Bwana Yesu asifiwe. Mungu sana kwa ajili ya mwanzo mwema. Kweli tumeona mwanzo umekuwa ni mwema. Tuwashukuru watumishi wa Mungu kwa ujumbe ambao umetuletea. Kabisa tunasema asanteni sana. Naamini kuna mambo